Manduku. Wapi kelele ya Zahir? Wapi kelele ya mama Nyamira? Wapi kelele ya Faruk? Wamama oye! Vijana muko! Mimi kwanza nataka nitoe shukrani zangu za dhati kwa mwanamke ngangari, mwanamke shujaa, Mama Ndonya. Mama Ndonya nimefuatilia siasa yake sana. Nimeona zile bohol ambazo ametengeza. Nimeona tanzili amepeleka sehemu tofauti tofauti. Nimeona wasichana wetu pia umewashikilia kwa mambo ya basari, mambo ya sanitary towels na mambo mengine mengi. Jamani, sisi Waswahili huwa tunasema chanda chema lazima kivishwe pete. Utamalisha Ndonya pete. Wapi mikono ya Mama Ndonya? Tunasema Mama Ndonya, mama mchapa kazi, 10 bila break. Nataka pia niongee kuhusu rafiki yangu Manduku ambaye yeye ndio area MP. Wakati mmoja tulikuwa naye kule Pwani KPA akiwa MD. Na nimshukuru sana pia alisaidia jamii yake kupata ajira pale KPA. Haezi kuandika wote lakini kunao wale wengi ambao aliwaandika pale. Kweli si kweli? Si kweli hiyo? Na nimeona development zake za mashule za gorofa, mambo ya scholarship over 1000 students ambao wanasomeshwa na scholarship. Jamani, Waswahili wanasema mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Sawa ama si sawa? Haya, nataka pia niongee habari ya kijana mchapakazi Zahir. Zahiri ni mchapakazi. Zahiri ni kijana mwepesi, kijana ngangari. Na sisi kule Nairobi pia tunamtambua sana. Namtambua sana Mheshimiwa Zahir. Mama wa Nyamira tutamzungumzia kule Nyamira tukifika. Lakini nikiwa hapa pia siwezi kusahau kutoa salamu za Gavana Simba Arati. Mimi natoka katika chama cha baba na Simba anatoka katika chama cha baba. Kwa hivyo namsalimu na namtagia saluti nikiwa katika kaunti yake. Baba na Ruto walikuja pamoja. Na walikuja pamoja wakati tulikuwa na shida na heka hapa katika taifa letu la Kenya. Shida ambayo pengine ingetuletea tuwe na uwagikaji wa damu, tuwe na nchi yetu ingie fujo, pengine tuwe kama Somalia ama tuwe kama DRC. Na pengine leo hii Wakisii sijui wangekuwa wamekimbilia wapi. The neighboring country na Wakisii sijui ingekuwa ni wapi pale mungetorokea. Sisi kule Pwani labda tungekimbilia kule Tanzania. Waluya kina Bishop Kamala wangekimbilia Uganda. Na tungekuwa tumekuwa asylum seekers na refugee na wakimbizi, alafu tuache nchi yetu kama hapa Kisii ile rutuba iko, ile chakula iko. Wanaume wa Kisii wako na nguvu kwa sababu ya rutuba na chakula. Kina mama ni warembo, wanapendeza. Hata ukiangalia Ndonya hapa, ukiangalia mama Jerusha, Faruki hapo usitoke bila kutengeza boma. Nimetizama hapa na nimeona wamama, ukiangalia kuanzia mguu kwenda juu, unaona kweli ni wamama wako kisawasawa. Kwa hivyo sisi, hii nchi ni yetu sote. Na sisi tuko na jukumu kulinda nchi yetu kwa sababu it is our motherland na hakuna mali nyingine tutaenda. Tunajua tuna changamoto. And Rome was not built in a day. Rome ilijengwa kwa wakati mrefu. Raisi alirithi hilo serikali na matatizo mengi sana na madeni makubwa, but he's trying. Na akasema, Raila njoo unisaidie, nipatie mawaziri wengine kutoka chama yako, tuunge taifa la Kenya, tuweke umoja wa Wakenya, tuongee na sauti moja ya Ukenya ili tuondoe ukabila. Wengine wakiongea tunauliza, kwa mfano
Abagusi community wamepata waziri mmoja, Ogamba Migosi. Kweli ama si kweli? Na wakapata PS mmoja. Kweli ama si kweli? Na tunamwambia Daktari William Ruto, zile nafasi zitakuja sasa, angalia the Abagusi community. Tunataka Wakisii, wale wakubwa wa parastatals, Wakisii wapatiwe commissions, Wakisii wapatiwe chairman katika zile board tofauti, na nafasi zikija nyingine, let us look on the Abagusi community, a community ambayo iko na msimamo, community ambayo ikiamua imeamua na hairudi nyuma. Kweli ama si kweli jamani? Kwa hivyo wale ambao wanaleta ukabila, wale ambao walikuwa wanasema shares, hata hapa Kisii walisema, Wakisii hawana share. Kwa sababu gani? Kwa sababu Abagusi tulikuwa na wao katika Azimio pamoja na baba Raila Amolo Odinga. Yule jamaa akasema the Abagusi hawana share, watu wa Coast hawana share, watu wa Magharibi hawana share. Akasema share ziko pali pamoja tu. Nauliza, kwani hapa Kisii hatuna milima? Si milima pia iko hapa? Lakini mbona Abagusi hawafanyi siasa ya mlima? Tuangalie katika taifa la Kenya, out of 22 cabinet secretaries, huko mlima how many do they have? 7 cabinet secretaries wanatoka sehemu moja, na bado hawatosheki. It is high time Ruto akimaliza tamu yake tujipange. The Abagusi tujipange, watu wa Magharibi tujipange, watu wa Nyanza kwa jumla tujipange, watu wa Pwani tujipange. Tuchukue serikali. Na mimi nataka niseme hapa, wale ambao wameshaonja presidency, zile jamii zimeonja presidency, iwe ni president, iwe ni deputy, kwa miaka mingi ya nyuma, going forward, Ruto akimaliza 10 zake, tunaenda kwa jamii nyingine, na inaweza kuwa ni Abagusi community. Hiyo ndio njia ambayo William Samoei Ruto anataka. It must be rotational. Si ati jamii moja ikuambie kwa president kwa miaka nenda miaka nyuma. Tunajua jamii ya Abagusi wengi walikufa katika mapambano ya kuleta taifa letu kupata independence. Kweli ama si kweli? Kina Onyona walipigana wakupigana? Si walipigana sana na wakamwaga damu kwa kutetea hilo Kenya. This country belongs to more than 45 tribes or other 45 communities. Kwa hivyo hakuna wale wengine watajifanya they are so special that wao kila wanachopewa hawatosheki, kila wanachofanyiwa hawatosheki. Abagusi lazima mubadilike. Anayekupenda mpende, utakuja kupenda usipendwe. Au sio jamani? Wangapi wanasema tushikane kwa progress government? Wangapi wanaamini ya kwamba progress government itaunganisha taifa la Kenya? Itaunganisha taifa la Kenya kwa jamii yote, ili tuweze kuweka Kenya iwe ni Kenya moja, taifa moja na nchi moja. And that is what we say. One country, one people and one nation. And that is the way to go. Musidanganywe Wakisii, musidanganywe. William anajaribu kuleta miradi. Kuna ile barabara kubwa ambayo inataka kujengwa hapa, na nimesikia karibuni anataka kuja kufungua ile barabara. Ndio utanikumbusha majina ile barabara. Inatoka Keroche, inaitwa nini hiyo mahali? Keroke. Inatoka Keroke inaenda mpaka wapi? Mpaka Kisii Town. Hiyo barabara inakuja kufunguliwa. Na miradi mingine mingi Faruki atazungumzia ambayo itakuja Kisii. Kwa hivyo watu wa Abagusi tunawapenda. Mimi pale Likoni niko na the whole Kisii Estates. Niko na kina Makori, niko na kina Mora, niko na kina Nyanchoke, niko nao wengi sana. Nawapenda sana kina mama na vijana, nawapenda. Bahati mbaya ishaolewa. Safari ningechukua mmoja but I'm married.
Sijui kwa nini Ndonya nilikwambia nilipokuwa sijapata. Ungeniletea Wakisii, maana nimeangalia hapa nikapata si wabaya, wako chojo sana. Mimi pia natoa mchango wangu wa 100,000 kusindikiza rais wetu, kusindikiza Farouk, kusindikiza Mama Ndonya katika mchango wa kuchangia vijana na kina mama hapa. Asanteni, may God bless you.